lakini ni wapongeze nyote kwa kuweza kuikimbilia familia baada ya kupata taarifa ya msiba. Huu ni utu, huu ni ubinadamu, ndivyo ambavyo hata Mwenyezi Mungu anapenda tuishi. Mwenzako akipata changamoto uweze kumkimbilia, uweze kumfariji. Basi nitoe pole kwenu nyote, lakini muendelee kuona upendo huu. Inatia faraja hata kwa familia, kwa wale ambao wameondokewa na mpendo wao. Inapotokea jambo kama hili na sisi tunawakimbilia, basi walau familia inafarijika. Nitoe pole la dhati kabisa kwetu sote, kwa sababu leo jimbo la Babati na tuseme kata ya Babati kwa ujumla, misiba imekuwa mingi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetoka kushiriki msiba mmoja, tumepita na nyumba ambayo mwenzetu ametangulia mbele ya haki kwa kifo ambacho ni cha kikatili, lakini wanasafirisha wanaenda kuzika Mbulu. Lakini maeneo ya Ngara pia leo pamekuwa na msiba, kule Hala pia pamekuwa na msiba. Kwa hiyo leo kidogo imekuwa ni siku ambayo kwa ujumla ni nzito, lakini tunashukuru kwa kila jambo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayepanga. Kila nafsi lazima itaonja mauti. Tofauti ni kwamba kila mtu kwa nafasi yake, vile ambavyo Mwenyezi Mungu amepanga, atakapomuita basi ataondoka kwa wakati huo. Kwa hiyo ni wajibu wetu sote kama binadamu kuendelea kujiandaa tu kwa wakati wote, kwa sababu hatujui saa wala siku. Hivyo tuendelee kuishi kwa upendo huu, tuendelee kushirikiana. Na ndio maana nami nilipopata taarifa za msiba na nipo Babati kama mwakilishi wenu, nikasema basi sina budi nipite walau niwasalimu, lakini pia niwape maneno ya faraja, hivi tufarijiane, kwa sababu pale mtu anapoondokewa na mpendo wake na tunapojitokeza hivi kwa pamoja, basi walau tunajua hatuwezi kubadilisha chochote, hatuwezi kugeuza chochote, lakini katika kumkimbilia basi familia nayo inapata faraja. Kwa hiyo kama mwakilishi wenu nasema niungane nanyi katika kupita na kuisalimia familia na kuwafariji pia. Bwana anavuna wakati ya upendao yeye. Sisi maisha yetu sio ya kudumu huku duniani, sote ni wasafiri. Kama maandiko yanavyosema kila nafsi itaonja mauti, basi ndivyo ambavyo kila mtu ataondoka kwa wakati ule ambao Muumba wetu amepanga. Lakini tumekuwa tukiaswa wakati wote na viongozi wetu wa dini kwamba walau tuwe tuna maandalizi ya mara kwa mara ya kiimani, kwamba hatujui siku wala saa. Endelee kutoa pole kwa familia, lakini niseme ninawashukuru kwa kuona ushirikiano huu. Maana haya ndiyo maisha ambayo tumeyazoea ya kibinadamu, lakini ya Kiafrika mko ni utamaduni wetu. Changamoto inapotokea tumekuwa tukikimbiliana. Kwa mimi niwapongeze kwa hili, walau najua wale wanaoishi hapa pamoja na tatizo limetokea, lakini walau kunakuwa na faraja. Kwa hiyo nami na wenzangu hawa kisema kwa pamoja, misiba imetokea, mimi kama mwakilishi wa wananchi, kwa bahati nzuri nipo Babati. Itakuwa sio busara nisifike kwenye hizo familia walau kuzipa pole. Kwa hiyo baada ya kutoka huko kasema basi nipite na hapa, hata kwingine tumekuta pia wamekwisha kuzika, kwa sababu muda umefuatana. Kwa hiyo nasema nifike niwasalimie, lakini niwape pole pia.